Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. Leo tunapoungana pamoja kuadhimisha Dominika ya kupaa kwa Bwana, siku ambayo Yesu Kristo alipaa mbinguni baada ya ufufuko wake. Kupaa kwa Yesu si kuondoka kwake kabisa, bali ni mwanzo wa utume mpya wa kanisa. Kabla ya kupaa kwake, aliwaagiza wanafunzi wake kuipeleka Injili kwa watu wote na kuahidi kwamba atakuwa pamoja nao siku zote. Katika tafakari ya leo, tutaangalia maana ya kupaa kwa Bwana katika maisha yetu, wito wetu wa kuwa mashuhuda wa Kristo na tumaini la uzima wa milele tunalopewa na Mungu. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya kwanza hadi ya 11. Yesu anawaagiza wanafunzi wake wasubiri ahadi ya Roho Mtakatifu, kisha anapaa mbinguni. Katika somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya kwanza aya 17 ya 23, Paulo anawaomba waumini wapate hekima ya kumjua Kristo zaidi. Kristo ameketi mkono wa kuume wa Baba juu ya enzi yote. Na katika somo la Injili, Mwinjili Mathayo sura ya 28 aya 16 hadi ya 20, Yesu anawaambia wanafunzi wake, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi na kuahidi, mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na Kristo ana wito wa kushuhudia Injili kwa maisha na maneno. Karibu tutafakari pamoja tafakari hii hadi mwisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya sherehe ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo anapopaa mbinguni ni utimilifu wa siku 40 tangu tulipoadhimisha sherehe za Pasaka, tangu tulipoanza kuadhimisha kipindi hiki cha Pasaka. Wapendwa, sherehe hii huadhimishwa katika siku ya Alhamisi ndani ya juma la 6 la Pasaka, ambapo tunapata utimilifu wa siku hizo. Lakini kwa busara na kulingana na utaratibu wa maeneo tofauti tofauti kiulimwengu, sherehe hii huweza kuadhimishwa katika Dominika ya 7 ya Pasaka pia, kwa faida ya walio wengi, kwani sherehe hii ni kati ya sherehe muhimu sana katika imani na mfululizo wa maadhimisho ya kiliturujia katika kanisa. Hivyo watu wengi wanajaliwa na wanapatiwa nafasi hiyo kuweza kuiadhimisha na kutafakari tukio zima hili la kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Wapendwa, tunapoadhimisha sherehe hii katika siku ya Alhamisi, ni mwanzo pia wa kanisa kusali, kanisa kukusanyika na kujikusanya kuanza kusali novena ya Roho Mtakatifu. Zikiwa ni takriban siku 9 zinakuwa zimebaki ili tuweze kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, ambayo ni kuzaliwa na kuanza utume rasmi kwa kanisa hapa duniani. Tunapoadhimisha sherehe hii, wapo wengi tutaweza kujiuliza kwamba mbinguni huko anakoenda Bwana wetu Yesu Kristo ni wapi? Majibu tunayojaliwa katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, hasa katika namba 667, tunaelezwa wazo kuu katika sherehe hii ya kupaa kwa Bwana kwamba si mbinguni tu kama tunavyojua, si mbinguni tu kama wengi tunavyo tukaichukulia kama mahali fulani, lakini ni hali ya kuinuliwa kwa hadhi ya Bwana wetu Yesu Kristo, hadhi ya kubadilisha muonekano wake kwetu sisi. Tukumbuke tangu kufufuka kwake amekuwa akiwatokea mitume, akiwatokea watu mbalimbali waliokuwa wafuasi wake, ili awaondolee ile hofu ya kwamba pengine amekufa, amezikwa, ili waweze kumuona na kuonja uwepo wake kwamba yu hai na yu mzima. Nasi baada ya kutambua kwamba yeye amefufuka kweli, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi cha Pasaka, ni udhihirisho kwamba tumehubiriwa, ametokea kwetu,
tumeshuhudia kwamba kweli amefufuka. Sasa inafika wakati wa yeye kubadilisha hali ya uwepo wake nasi hapa duniani. Lakini tunakumbushwa kwamba kuondoka kwake hapa duniani ni mwanzo wa sisi kuwa miguu, kuwa mikono na kila kitu tulicho nacho kuwa ni nyenzo ya Kristo kuendelea kuonekana na kuendelea kudumu hapa duniani. Ndio maana tunapoanza tafakari ya masomo ya sherehe hii, utagundua kwamba yanatualika na kutukumbusha kwamba kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo sio tukio la kuondoka yeye hapa duniani, bali ni mwanzo wa utume wa kanisa hapa duniani. Na tukumbuke, kanisa si majengo tu. Kanisa ni mimi na wewe tuliopata kuipokea imani na tunaojaliwa kuishi. Tunaalikwa Bwana wetu Yesu Kristo anapopaa kwenda mbinguni, sisi tuwe mikono, tuwe miguu na tuwe nyenzo zote za kumpeleka Kristo kwa watu na kuwa sababu ya Kristo kupatikana hapa duniani. Mtu akikuona wewe, akiona matendo yako, akiona maneno yako, amuone Kristo, huyu tunayesherehekea kupaa kwake mbinguni. Aendelee kuwa nasi, tuendelee kumtangaza na kumshuhudia hapa ulimwenguni. Ndio maana tunaona katika wimbo wa mwanzo, antifona ya mwanzo ya sherehe hii, inatuuliza kwamba ni kama mshangao kwamba mbona sisi tumekaa tukitazama mbinguni. Jinsi hivi tulivyomuona akienda zake mbinguni, hivyo hivyo ndivyo atakavyorudi hapa duniani kwetu katika ujio wake wa pili. Wapendwa, tunapoadhimisha sherehe hii, tujiulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza tujiulize kwamba, je, tunaelewa kuwa kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni mwanzo wa utume wetu wa kuanza kuitangaza injili yake hapa duniani? Swali la pili tujiulize kwamba, je, mimi na wewe bado tumesimama, tumeshangaa, tukitazama yeye alikoenda? Tusiwe kama wale watu waliopewa talanta, huyu mwingine akaona akae tu aitunze. Twaweza kushangaa na tusifanye kitu. Lakini tunaalikwa tunapoadhimisha sherehe hii tusibaki kushangaa tu, tuanze kazi ya utume hapa duniani. Lakini tujiulize kwamba, je, sasa ni namna gani na ni kwa namna gani tunatimiza utume huu? Ni njia zipi tunazitumia ili kutangaza na kuendeleza kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani? Tuweke mikakati, tujipange kuendeleza kazi hii. Bwana wetu Yesu Kristo katika somo la Injili leo anapokuwa na mitume wake, tunasoma Injili kutoka Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 28 aya 16 mpaka aya ya 20. Bwana wetu Yesu Kristo anakaa na mitume wake, anakaa na sisi, yuko nasi leo mlimani. Tukumbuke katika imani ya Kiyahudi, mlimani ilikuwa ni kiashiria cha uwepo wa Mwenyezi Mungu. Anawaleta katika mahali hapa, anawaleta sehemu hii. Ni sawa na sisi tunavyoweza kukusanyika kanisani. Tunakusanyika leo au tunakusanyika katika kuadhimisha sherehe hii. Bwana wetu Yesu Kristo anatupa ujumbe huu. Wazo kuu, anawapa agizo, anatuagiza sisi kwamba yeye anapoondoka tufanye nini. Hili ni agizo kuu kwa mitume. Anawaambia yeye akiwa na hao wanafunzi pia, anawaambia jambo la kwanza, yeye anawajalia kuona mamlaka yake ni yapi. Anawahakikishia kwamba yeye amepewa mamlaka juu na hata duniani. Kumbe ni mwaliko kwetu kujiamini kwamba tunayemfuata ni yupi na ana nguvu zipi. Tusiwe na mashaka, tuondoe hofu, tutekeleze utume huu tuliokabidhiwa, na huyu tunayemuishi na kumtangaza ni mwenye mamlaka juu hata duniani pia. Tujiamini, tutekeleze utume wake. Pia anawaambia kwamba yeye anawajalia utume wa kwenda. Haitoshi tu kuagiza waende wakafanye nini. Anawaambia wakafundishe na kubatiza. Tutekeleze wajibu huo, tuifundishe dini, tuieneze dini. Lakini mwaliko huo ni kwamba tusiridhike tu na idadi iliyopo, idadi ya waamini. Tusiridhike tu na idadi tunayojaza pengine kanisani, misa tunasali ngapi parokiani kwetu na katika maeneo yetu. Tusiridhike au tusiridhike na utume huo na idadi ya watu. Tufanye kazi, tuendelee kuadhimisha, tuendelee kuihubiri Injili, hatimaye kila kiumbe kipate kuipokea Injili hii ya Kristo. Na tatu, anawaambia kwamba
wasiwe na hofu katika kutekeleza utume huo. Anawaambia kwamba yeye yupo nao mpaka ukamilifu wa dahari. Kristo atakuwa duniani mpaka ukamilifu wa dahari, tutakaponuia kila mmoja kumdhihirisha na kumtangaza kwa watu. Watakapomuona katika maisha yetu na katika jambo tulitendalo, huo ndio uwepo wa Kristo mpaka ukamilifu wa dahari katika maisha ya watu wake na hapa duniani. Tunaona katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaanza kabisa mwanzo wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Kabla wajaanza kazi hizo tunazozishuhudia katika kitabu hiki, tunaona mwanzo wake ni kutokana na utume ule waliokabidhiwa na Kristo. Anawaambia wasiende kwanza, wabaki Yerusalemu, wasali wakiomba ujio wa Roho Mtakatifu huyu atakayewawezesha kutekeleza utume huo aliowajalia wa kubatiza, kufundisha na kueneza injili yake. Ni mwaliko kwetu. Kristo anatufundisha nasi kabla hatujaanza kazi yoyote, kabla hatujaanza utume wowote hapa duniani, kabla hatujaanza kutekeleza mipango yetu mbalimbali, daima tujenge utamaduni wa kuitafuta Yerusalemu yetu ni ipi, ili tukae tutafakari. Jambo hili daima huwa linatekelezwa hasa zaidi kwa wale wa maisha ya kanisani. Maklero, mtu anapojiandaa kuwa shemasi, anapojiandaa kwa ajili ya upadrisho, uaskofu, watawa, kwa nadhiri na maisha mbalimbali ya wawekwa wakfu. Daima zipo siku za kutenga, kufanya tafakari, kuitafuta Yerusalemu yetu ni ipi, ili tujikusanye Roho Mtakatifu atuwezeshe tunapoelekea makuu hayo. Ni mwaliko pia hata kwetu sisi wengine. Hata unapokuwa kiongozi, kuchaguliwa haitoshi. Tenga muda wa kusali, tafuta Yerusalemu, omba nguvu ya Roho Mtakatifu akuwezeshe. Ndilo fundisho la Kristo analo waelekeza hawa mitume, na wanatekeleza wajibu wakimngoja Roho Mtakatifu. Injili hii inatufungulia mwanzo. Ndio maana nimesema mwanzo kwamba tunapomaliza sherehe hii ni ufunguo, ni mwanzo wa kuanza novena ya Roho Mtakatifu, novena ya kuingojea Pentekoste. Kanisa limetuwekea utaratibu, novena hii inayoanza kila Ijumaa katika juma la 6 la Pasaka, ili tutekeleze wajibu huu wa kwenda Yerusalemu, tusali, tumngoje Roho Mtakatifu ili atuwezeshe kuianza kazi hiyo tutakayoipokea na kuianza katika Dominika ama sherehe ya Pentekoste. Wapendwa, baada ya kuitikia wito huo na kuendelea kusali, katika kusali tuwe na tumaini, tuwe na matumaini, tusiwe na hofu. Mtume Paulo katika somo la pili anapoandikia Waefeso, katika sura ya kwanza aya 17 mpaka aya 23, tunaona anawatia nguvu na anatia moyo katika kuishi na kutekeleza utume wao kama waamini. Yeye kwanza anawaalika kwamba anawaombea wajaliwe roho wa hekima na ufunuo. Tuombe Roho Mtakatifu daima atujalie ufunuo wa ukweli, lakini atujalie hekima ya kuyaendea mambo ya kiulimwengu. Ulimwengu wenye kelele nyingi unahitaji hekima ya Mwenyezi Mungu katika kuyapambanua haya yote tunayokumbana nayo. Lakini yeye anatoa maelezo zaidi juu ya sherehe ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anawaambia wawe na tumaini kwanza, lakini anawaambia kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kuinuliwa kwa binadamu wetu. Jambo la pili, anawaambia kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni fursa sisi kwetu kujua tunaenda wapi. Tungesema kwamba ingekuwa ni maisha ya shuleni, tunaanza mtihani ambao tayari walimu wametupa majibu, wametufundisha ni yapi tukajibu. Sisi tunaanza na tunaendelea kuyaishi maisha haya. Majibu yetu ya mwisho au utimilifu wa maisha yetu ni kwamba nia kuu, tumeumbwa ili tumjue Mwenyezi Mungu, tumpende, tumtumikie, kisha tufike kwake mbinguni, kwake huyu Kristo aliyeenda kutuandalia makao. Na jambo jingine Mtume Paulo analowaambia ni kwamba waamini katika kufika huko, kwani huyu Kristo aliye kichwa cha kanisa ametangulia. Sisi tulio mwili wake kama kanisa, nasi tuishi tukijiandaa, tukitumainia kufika huko, na liwe tumaini letu la safari yetu hapa duniani. Basi hii inatufundisha kuwa kanisa hili ambalo ni sisi ni mwili wa Kristo, ambapo Kristo huyu aliye kichwa chetu
yeye amepaa kwenda mbinguni na kutukuzwa. Basi sisi kama mwili wake tuna tumaini la kufika huko pia. Mtume Paulo anatualika tujue ni nini tumaini lililo la mwito wake, tumaini la kufika kwake huko mbinguni. Na kama sisi ama viongozi hapa duniani ama waamini wa kijamii ama wa sehemu mbalimbali, tunapaswa kuongozwa kwa mtazamo wa kimbingu, kuwa yote tuyatendayo yaongozwe na Roho Mtakatifu, yaongozwe na imarishwe, ili hatimaye siku moja tujaliwe kufika huko mbinguni. Ndio maana sala ya kolekta au sala ya mwanzo ya sherehe hii tunasali tukisema: Mungu Mwenyezi, utufanye tufurahi kwa furaha takatifu na kuchangamka kwa tendo la ibada ya shukrani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwani kupaa kwake Kristo mwanao ni kuinuliwa kwetu, na kule alikotutangulia yeye kichwa chetu kwa utukufu, huko twatumaini kuweko pia sisi mwili wake, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Sala hiyo iendelee kututafakarisha, tushangilie sherehe hii kwa shukurani, tukiwa na tumaini hayo yote tunayojaliwa na tunaomwomba Mwenyezi Mungu atujalie hapa duniani. Asanteni kwa kunisikiliza, na watakieni sherehe njema ya kupaa kwake Bwana mbinguni. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.